ukaonekane mahali hapa. Natangaza uwezo na nguvu zako Baba yangu. Natangaza neema na rehema zako Yesu. Wacha Bwana ukaseme na moyo wangu. Wacha Bwana ukaseme na moyo wangu. Ninakualika Bwana wa mabwana. Simama Bwana ukaseme nami. Simama Bwana ukaachilie kibali. Simama Bwana ukaachilie uwezo. Simama Bwana ukaachilie nguvu mpya. Simama Bwana ukaachilie nguvu yako. Watoto wako Bwana wanakuhitaji. Neema hii Bwana ikashuke ukawanenee walio wako Baba. Yesu wangu ninakuabudu. Simama na moyo wangu Baba yangu. Simama na huyo mama Baba yangu. Simama na huyo mzee Baba yangu. Sema kama Mungu. Nena kama Mungu. Tamalaki tu ni wewe. Kana ni wewe Bwana. Asante Bwana kwa sababu ya masaa. Baba ninalinua jina lako nikisema ni wewe tu. Bwana ondoa yaliyo yangu yaweke yaliyo yako ndani mwangu. Mfalme wa amani wewe ndiye Bwana, tunalinua jina lako mahali hapa. Umefufuka hauko katika kaburini tena. Umefufuka hauko kaburini tena. Umefufuka hauko kaburini tena. Habari njema ni kwamba umefufuka hauko kaburini tena. Bwana wa Mungu aliye hai, wewe hauko kaburini tena. Nikana kwamba Baba yangu yana yetu ambayo yalikuwa yametutesa Baba ulienda nayo. Na sasa Baba tumefunguliwa. Tuko huru mbele ya Yesu. Tuko huru ndani ya Yesu. Tuko huru katika Kristo maana anaweza. Asante Mfalme maana ni wewe. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Sema nasi Baba yangu. Kariobangi ni mikononi mwako. Wanakuhitaji hawa wana wa Kariobangi. Watoto Kariobangi ninawaombea. Wana Kariobangi wote ninawaombea. Wiki kanisa mahali hapo kuwa na kusudi na mpango mwema. Na ninaomba neema yako Yesu ukaonekane. Ukaachilie kibali na uwezo wako. Watakaze wainue maana unaweza. Sifa sina wewe na hata utukufu. Ni kwa jina na Yesu Kristo Mwokozi tunaomba na atakuamini. Pigia Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu Kristo. Mungesema Bwana Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu Kristo. Maana hakuna mwingine aliye kama yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Ukweli ni kwamba umbali huu Yesu amekutoa ni mbali. Yesu aliteseka ni kwa sababu ya maisha yako. Yesu aliumia kwa sababu ya makosa yako na mimi. Mipango mingi ambayo iliyosababisha Yesu akashuke ni kwa sababu ulitenda dhambi, ni kwa sababu ulimwasi, ni kwa sababu ulipepeswa mizigo mizito. Akasema mwanadamu hataweza, ni lazima nikaweze kushuka nikabebe hiyo mizigo ambayo imewalemea. Ninakutangazia ya kwamba mizigo ambayo iliyokulemea Yesu alikupepea akaipeleka pale msalabani, na baada ya siku ya tatu amefufuka Mwokozi. Huyu Yesu ambao tunamwabudu, natangaza ya kwamba yeye amefufuka. Amefufuka maana aliingia kule kusimuni kuchukua kifunguo ya uzima wako, kuchukua maisha yako, kuchukua uponyaji wako, kuchukua watoto wako, kuchukua amani yako, kuchukua furaha yako, maana ni yeye ni mwaminifu. Sema amen. Haleluya, haleluya. Basi ninatangaza ya kwamba Bwana ana mipango mizuri katika maisha yetu. Najua ya kwamba leo Bwana anaenda kutuwezesha tukafike katika kilindi ama kiundani sana, ili tukaelewe ujumbe huu ambao tumepewa leo. Ni siku yangu ya tatu ama ni Sunday ya tatu ambao naendelea kuzungumzia kuhusu mkono wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Na leo nina mambo manne matisa, lakini ninazungumzia kama sita. Bwana Yesu apewe sifa. Nina mambo matisa yanayozungumzia mkono wa Mungu, kasi ya mkono wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Mambo haya ninaamini ya kwamba yatakusaidia ukaweze kufika viwango vingine. Ninajua ya kwamba utapanduka mahali hapa jinsi ulivyo, maana aliyetuitaliza ni mwaminifu. Ninaamini ya kwamba haya maneno nitakayo kuleta mbele zako Yesu atakusaidia. Sema amen. Sema amen. Haya mambo matisa
yatakusaidia. Mambo haya matisa yanayofanya maisha yako yakawe salama mbele za Bwana. Mambo haya matisa yanayozungumzia mkono wa Bwana, kufahamu nguvu za mkono wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kufahamu nguvu ya mkono wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Unapoelewa nguvu za mkono wa Bwana, kufahamu nguvu ya mkono wa Bwana na jinsi ya kuhusisha katika maishani mwako, na hapo ndipo tunaendelea. Ujumbe huu ndio tunayo, maana furaha yetu ni kwamba amefufuka Mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Na mkono huo wa Mwokozi uko juu ya maisha yako. Natangaza mkono wa Bwana unapokuwa juu yako, wasimame namna gani hawatakuweza, maana una Mungu mwenyewe. Wakainuke namna gani hawatakuweza, maana una Mungu mwenyewe. Na kutangazia ya kwamba mkono wa Bwana utakapokuwa juu yako, wainuke wakaseme hautaweza kufaulu. Kuna Mungu mbinguni atakufaulisha, atakuinua, atakutakasa, atakuponya katika maisha yako. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ni matatu yanayozungumzia kazi ya mkono wa Bwana. Mambo ni tisha. Naamini ya Bwana atanisaidia ili tukaweze kufika kilele ya ujumbe huu siku ya leo. Kama itawezekana, Bwana atusaidie sana. Timu yetu bado ni kufahamu nguvu ya mkono wa Bwana na jinsi kufahamu nguvu ya mkono wa Bwana na jinsi ya kuhusisha katika maisha yako. Sema amen. Jambo la kwanza, mambo ni matisa nimetangulia kusema yanayozungumzia kazi ya mkono wa Bwana. Jambo la kwanza, point number 1. Naomba Roho wa Bwana atusaidie ili tukaweze kuelewa kwa kina katika jina la Yesu. Sema amen. Point la kwanza, mkono wa Bwana unakupa spidi. Bwana Yesu asifiwe. Mkono wa Bwana unakupa spidi, haumpe. Bwana Yesu apewe sifa. Unapokuwa na mkono wa Bwana unakusaidia kuwa na spidi, unakusaidia unakuwa na mambo, unafanya mambo katika hali ambayo ni ya juu sana. Kuna vitu ambao unapoanza kuvifanya unapata vinaenda spidi, havichelewe. Ukiwa ndani ya mkono wa Bwana, mkono wa Bwana ukiwa juu yako, inafanya mambo yako yanaenda spidi. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi unaenda katika miguu, haijalishi kazi hiyo ulianzisha katika hali ya chini, lakini mkono wa Bwana ukiwa juu yako, sijui kama kuna mtu ananielewa. Mkono wa Bwana ukiwa juu yako, unafanya mambo katika maisha yako yanaenda spidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mkono wa Bwana unapokuwa katika maisha yako, unafanya mambo yanaenda spidi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mkono wa Bwana unakusaidia. Bwana Yesu apewe sifa. Mkono wa Bwana unakusaidia kupata mambo ambayo huku jua ya kwamba utaweza kuyapata. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kuanzisha biashara kwa pesa kidogo sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kweli umeanza kuchoma mahindi, ulianza na mahindi 15, lakini kesho kutu umeleta kwa mahindi 20. Kesho ambaye inayefuata umeleta mahindi 30. Kesho ngine umeleta mahindi 50. Vitu vyako vinaenda haraka. Ni kwa sababu mkono wa Bwana uko juu yako. Sema amen. Unafanya mambo yako yanaenda spidi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tu kanifungulie kitabu cha Wafalme wa Kwanza, mstari wa 18.
yaani mlango wa 18 kuanzia mstari wa 45 na 46. Uelewe ya kwamba ni jinsi gani mkono wa Bwana unafanya mambo kwa spidi. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana kama mwanadamu uone kama kuna kuchelewa, wengine wakatumia vyuma vilivyotengenezwa kwa mikono ya wanadamu, lakini wewe ukasema ya kwamba kwa sababu wewe mkono wa Bwana uko juu yako, unaweza ukatembea na ukaweza kuwa mbele yao. Nafanya wazo magari yanakuwa na releni, unapita wanakupata uko mbele yao, kwa sababu mkono wa Bwana unakupa speed. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna vitu katika maisha yako utavifanya, utaona vinaenda speed. Unajiuliza ni kwa nini? Ni kwa sababu mkono wa Bwana uko juu ya maisha yako. Sema amen. Si kama kuna mtu amefika mahali hapo. Kama kuna mtu amefika Wafalme wa kwanza mlango wa 18 45 mpaka 46. Tukusoma 45 tukaelewa kuna kitu nataka tuelewe hapo. Alafu tuingie 46. Bwana Yesu apewe sifa. Mkono wa Bwana unakupa spidi. Unasababisha hali ya maisha yako inaenda kwa haraka sana. Unasababisha huduma yako inainuka katika hali ya juu sana. Unasababisha uimbaji ulianza tu juzi, lakini mambo yanaanza kuwa spidi. Unatoa nyimbo ambayo watu wanaposikia wangi wanaingililia, wanataka kukuelewa unatokana na bande gani, unatoka katika mji gani, familia yenu inatokana na nani. Mambo yanaenda spidi kwa sababu mkono wa Bwana uko juu ya maisha yako. Sema amen. Inasema namna gani? Si kama kuna mtu amefika. Inasema Wafalme wa kwanza mlango wa 19. Mlango wa 18 1:45. Mfalme wa kwanza mlango wa 18 kuanzia 45. Kuanzia 45 anasema namna gani? Ikawa muda si muda, mbingu zikawa nyeusi kwa mawingu na upepo. Mbingu zikawa nyeusi kwa mawingu na upepo. Ikanyesha mvua nyingi. Mvua ikanyesha nyingi sana. Ahabu akapanda garini. Bwana Yesu asifiwe. Ahabu alikuwa ni mfalme. Bwana Yesu apewe sifa. Siku zote mfalme, gari ambayo anayetembelea, sijui kama kuna mtu ananielewa. Siku zote rais wetu wa Kenya, ile gari anayetembelea akona shua nayo. Bwana Yesu apewe sifa. Ni gari ambayo akona garanti nayo. Hata kama ule dereva ambaye anamwendesha anashua beti naye ya kwamba huyu anaona mambo mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Anaweza akaona mlima huko mbele, lakini yeye ameiona jinsi ambayo atavuka huo mlima pasipo kufanya mfalme akatingike. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini dereva wa kawaida unapata amestukia kuna bumps za head. Bwana Yesu apewe sifa. Unapata na warukisha mpaka watoto wanapiga nduru katika kwa gari. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kana kwamba hajielewi. Mfalme akaingia katika gari lake. Bwana Yesu apewe sifa. Na gari la mfalme ni gari ambayo imelindwa. Dereva ambaye analiendesha ni yule ambaye anatambulika ya kwamba huyu ni Masauli. Bwana Yesu apewe sifa. Anayaona mambo mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mfalme akaingia katika gari. Akaenda zake Yeseri. Bwana Yesu apewe sifa. Alipoingia katika gari akachomoka kwenda zake Gezeri. Ni kwa sababu mawingu, mvua ilikuwa imeanza kunyesha kwa wingi. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mambo ambayo kama mwanadamu, hata kama utatumia vifaa aina gani, Bwana Yesu apewe sifa, kama mkono wa Mungu hauko juu yako, bado uko na delay. Bado delay iko katika maisha yako. Sema amen.
Unaweza ukatumia vile vyombo bado havijawahi tumika, lakini kama mkono wa Bwana hauko juu yako, ninakutangazia ya kwamba bado uko na delay. Haleluya. Mmemaliza 45. 46 nasema namna gani? Sasa nataka ukasikize mahali hapo. Ndio chuo ya kwamba mkono wa Bwana una uwezo. Mkono wa Bwana unaweza kukuondoa pale mahali ambao ulionekana na kana kwamba utatoka. Kwa mwanadamu wa kawaida anaweza akasema na huyu atatoka hapa kwenu. Walisema kwa Hatimayo, huyu mtu atatoka mahali hapa. Wengi wakamfanya kitega uchumi katika maisha yao. Mama aliyekuwa anatokwa damu, hata bwanake alimwachanisha, hata watoto wake walimwachanisha. Maana ni mama aliyekuwa anatokwa na damu. Angalia mwaka wa kwanza, angalia mwaka wa pili, angalia mwaka wa tatu, mpaka mwaka wa 12. Mama ameteseka kiumia, anaishi katika maisha mazito. Ni kwa sababu gani? Lakini bado angali akamtumainia Bwana ya kwamba nitakapoligusa vazi la Yesu, Yesu asifiwe, nitafanya nini? Nitaponya. Bwana Yesu asifiwe. Atakapoligusa vazi la Yesu, imani. Bwana Yesu apewe sifa. Na imani pasipo na matendo imefanya nini? Haleluya. Kwa hiyo mama pamoja na kuzungumza kwake akachukua hatua ya matendo. Haleluya. Ijapokuwa kulikuwa na umati mkubwa sana, sema amen, lakini ya mama alipenya. Ni kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa juu yake. Hata kama mkusanyiko ulikuwa mwingi, alipita. Hata hawakuelewa ametokaje. Mpaka Yesu anapouliza wanafunzi, walicheka wakamuuliza, wewe wauoni? Lakini Yesu alitambua nguvu zimemtoka ambazo si za kawaida. Ndio mmenishika tangu tulianza na nyinyi. Nimewasalimia wengi tangu tulipoanza na nyinyi. Lakini nguvu sasa zimenitoka, hizi si za kawaida. Sema amen. Zimegharimu mkono wa Bwana. Hizi nguvu si za bure. Ina maana mkono wa Bwana uko juu ya yule ambaye aliyenugusa. Sema amen. Nakwambia ya kwamba mkono wa Bwana ukiwa juu yako, utayafanya mambo makubwa katika hali ambayo si ya kawaida. Watakuita umeenda Tanzania, watakuita umeingia Nigeria, wakatasema wewe ndiye Bowosba, lakini ni kweli ni kwamba ndiye Bowosba wa Yesu. Hata kama uimbaji wako wameanza kuishukushuku, ni kana kwamba Yesu amekuitanisha. Hii hali ambayo unaenda nayo, hii si ya mwanadamu, hii ni ya Mungu. Mshikilie Bwana akashuka katika maishani mwako, ukamwona akitenda. Sema amen. Amen. 46. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya nani? Elia. Juu ya nani? Elia. Biblia inasema mfalme wakati alipoona mawingu yamebadilika, mvua ikanyesha nyingi, aliingia wapi? Garini. Bwana Yesu apewe sifa. Na nimetangulia kusema katika gari la mfalme si hizi ambao unakimbilia. Na barabara ya mfalme imetengenezwa, imeoshwa. Hata kama kulikuwa na jamu, akiona mfalme anapita, kila gari itaingia kando. Sema amen. Bwana Yesu apewe sifa. Maana anayepita ni nani? Mfalme. Sema amen. Kwa hivyo kuna mambo ambayo yanaweza tendeka kimwanadamu pasipo kumhusisha Mungu. Hata kama magari mengine zitaenda kando, kama mkono wa Mungu hauko juu yako, ni ngumu kama ngumu. Sema amen. Amen. Sisi nasema aje? Akajikaza. Ansia hapo 46. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia. Akajikaza viuno. Angalia huyo mwanaume, yeye hana gari, yeye hana chombo lolote, hana security yoyote, hana watu ambao wanamkusanyikia, hana mtu yoyote anasema huyo ni mtumishi wa Mungu, lakini mkono wa Mungu ulikuwa juu yake. Akajikaza viuno. Akakimbia mbio mbele ya Ahabu mpaka kuingia Yezieli. Akakimbia mbio mbele
Ahabu. Bwana Yesu apewe sifa. Mwana wa Mungu huyo ambaye tunasema huyu mtumishi wa Mungu anaitwa Elia alikuwa hana gari, lakini Kenya ambao kilikuwa juu yake ni mkono wa nani? Ni mkono wa nani? Mwana neema. Nini ambaye ilikuwa juu ya huyo mwanaume? Ni mkono wa Mungu. Mkono wa Mungu ukamtia nguvu. Na wakati mkono wa Mungu ulipomtia nguvu, mwanaume huyo akajikaza viuno, akatoka mbio nyaunyao, mpaka akafika mahali pale walipoenda, mpaka akapita mfalme pamoja na magari zake, na kutangazia ya kwamba mkono wa Mungu utakupa speed katika maisha yako. Mkono wa Mungu utakupa speed katika familia yako. Mkono wa Mungu utakupa speed katika ndoa yako. Ni kweli wamesema huna mtoto, lakini mkono wa Mungu ukiwa juu yako utakupa speed. Watoto wako watasoma, wataimba, watashangilia Bwana. Utaona mambo maya yanabadilika. Wanapoingia shule wanakuwa wa baraka. Sema amen. Kwa sababu mkono wa Mungu uko juu yao. Naomba mkono wa Bwana ukae juu yetu katika jina la Yesu. Ninaomba mkono wa Bwana ukae juu yetu katika jina la Yesu. Wacha mkono wa Bwana ukatubebe mwana neema. Wacha mkono wa Bwana ukatutie mafuta mwana neema. Wacha mkono wa Bwana ukatusongeza hatua nyingine mwana neema. Ni kweli unaona ni kana mkoma tumechelewa, lakini mkono wa Bwana ukatupe nguvu tukasonga hatua. Ikafanya mambo yetu kuenda speed. Ni kweli mwanadamu anaweza kukukataa akasema uwezi. Lakini angalia nguvu za Bwana zilimkuja Elia. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani mkono wa Bwana ulikuwa juu ya mtumishi wa Bwana. Ikabidi mtumishi wa Bwana kwa imani ajikaze viuno. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Alipojikaza viuno akatoka mbio. Angalia jinsi vile gari ambao siliyebeba mfalme rais wenu wa Kenya Ruto. Bwana Yesu apewe sifa. Jinsi ambao zinatoka, hazijali ambao mahali zinapita, hasioni kana kwamba kuna kitu kimechelewa mbele. Unapochelewa unapita na wewe na hakuna gari itaweza kusimama. Lakini wacha nikuhakikishie, pamoja na mbio zao, mtumishi wa Mungu, mkono wa Mungu ulikuwa juu yake na akatoka mbio. Mfalme alishangaa akimwona mbele zake. Na yeye alipoingia kwa gari alianza safari. Na huyu mwanaume akabaki akiomba, akabaki akichaswa na Roho wa Bwana, akabaki akimwambia Bwana, ninajua safari hii mimi sitaweza peke yangu, ninajua hii Bwana sitaweza peke yangu, ninaomba mkono wako uwe juu yangu, ukanitangulie Baba ninapoenda. Ukasababisha Elia mkono wa Bwana ukawa juu yake, akafanya mambo yake kwa speed, akatangulia mfalme. Sema amen. Ambia mtu hujachelewa. Mwambie hujachelewa. Ruhusu mkono wa Bwana ukae juu yako. Maana utafanya mambo yako kwa speed. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Point number 2. Point number 2. Mkono wa Bwana ni wa kufanya maajabu katika maisha yako. Mkono wa Bwana ni wa kufanya maajabu katika maisha yako. Maadui wamekuzoea, wanaelewa ya kwamba wewe ni ombaomba. Bwana Yesu apewe sifa. Wanaelewa ya kwamba wewe hakuna siku utapata pesa ambayo utakaipanda gari. Lakini mkono wa Bwana iko siku utawashangaza. Wakatenda maajabu, wakaanza kusema ni yeye ama si yeye. Wanaanza kufungua macho, wanasema ni mimi sioni. Anakuambia nisaidie kuona, ni yeye huyu. Si ni mama fulani ama si yeye. Ama ni mfano, ama ni devil worshiper. Lakini si wewe, ni mkono wa Mungu ambayo uko juu yako unafanya maajabu.
maajabu katika maisha yako. Ni kweli walikuzoea katika viwango vya chini, ni kweli walikuzoea katika hali ambayo ya kuombaomba, lakini mkono wa Bwana utakapokuwa juu yako unafanya maajabu, wanaanza kushtuka. Sema amen. Haleluya. Mkono wa Bwana unafanya maajabu. Ndio maana yetu ya ujumbe inasambamisa ya kwamba fahamu nguvu za mkono wa Bwana na jinsi ya kuhusisha katika maisha yako. Unapojihusisha katika maisha yako, basi mkono wa Bwana, angalia kazi ya mkono wa Bwana, inafanya mambo yako kwenda spidi. Namba 2, mkono wa Bwana ni wa kufanya maajabu katika maisha yako. Haleluya. Naweza kujipata umefika umri wa kuona hauna mke, hauna mume. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini utawahi jiuliza ni kwa nini hali hii inanikuta? Kwa sababu kuna roho ya kuchelewa, roho ya delay katika maisha yako. Ndio maana inastahili umwombe Mungu akaachilie mkono wake katika maishani mwako, ifanye mambo yako kwa speed. Sema amen. Roho ya delay ikakuondokee. Inapokuondokea mkono wa Bwana unashuka katika maisha yako. Wanaanza kusungumusa. Najua watasema, walisema hauna, watasema uko nayo na ujapata kwa njia nzuri, umepata kwa njia ambayo si ya Mungu. Wacha waseme, lakini Mungu amekuondoa katika kile kikombe ya homba. Sema amen. Bwana Yesu apewe sifa. Maana mkono wa Bwana unafanya maajabu katika maisha yako. Sema amen. Naomba ukanisomea kitabu cha Kutoka, the book of Exodus chapter 3. The book of Exodus chapter 3 verse 19 to verse 20. Tukaelewa jinsi vile mkono wa Bwana unafanya maajabu katika maisha yako. Hakuna mtu mwingine ambaye unastahili kumtegemea. Mtegemee Mungu peke yake. Huyo ndio atasababisha mambo yako yakaweza kubadilika. Huyo ndio atasababisha haya magonjwa ambayo yamewatesha katika maisha yenu yakawaondoke katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usiku tuliingia tukaomba Mungu atusaidie, atusamee makosa yetu, atuondolee yale roho ya mauti, atuonekanie ili tukaweze kuonekana mbele ya watu wengine, tukamwone Mungu akituinua viwango. Msamaha unapoomba, Bwana anaitafini katika maishani mwako, maana umemruhusu Bwana akaingia sasa. Maana umetenda dhambi kwa muda mrefu. Sema amen. Exodus chapter 3 verse 19 to verse 20. Kutoka mlango wa 3 mstari wa 19 inasema mpaka 20. Nami najua ya kuwa huyo mfalme wa Misri hata wapa ruhusa mwende zenu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Mungu anazungumza ya kwamba nami ninajua ya kwamba huyo mfalme wa Misri atafanya nini? Hata wapa ruhusa mwende zenu. Sema amen. Amen. Yaani Mungu alielewa ya kwamba Farao hatakubaliana na haya mambo, hata kama alimtuma Musa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kupitia hayo alifanya moyo wa Farao. Ndio Farao alikuwa na moyo mgumu, lakini Mungu aliongezea ugumu ndani mwake. Sema amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Alikuwa ameelewa ya kwamba mfalme huyu hataweza kupeana ruhusa wana wa Israeli waende sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen.
lakini zaidi ya ugumu wake Mungu aliongezea ugumu ndani mwake, ndio akaanza kufanya vya maajabu katika nchi ya Misri. Bwana Yesu apewe sifa. Alipokuwa anafanya maajabu, watu wa Misri walikuwa wanateseka, wanaumia, lakini Israeli wanaishi na amani na wako katika nchi ya wenyewe. Ndio nakwambia, mkono wa Mungu ukiwa juu yako, mkono wa Bwana ukiwa juu yako, una amani. Mkono wa Mungu ukiwa juu yako, walisema utachenga kule kwenu, wakasema utakapochenga watoto wako wote watakufa, wewe pia utakufa, utarudi hiyo Nairobi. Ninakuhakikishia katika yote, mkono wa Mungu ukiwa juu yako, utachenga na watoto wako watakuwa salama, utachenga na wote utarudi Nairobi ukiwa salama. Hayo waliyesema kwa vinywa vyao itawarudia wenyewe, kwa sababu kuna Mungu mbinguni. Sema amen. Mkono wa Bwana unafanya maajabu katika maisha. Alielewa ya kwamba huyo mfalme ana moyo mgumu. Sema amen. Amen. Ndio nataka uelewe ya kwamba ukiwa na mkono wa Bwana ni jinsi gani unafanya kazi. Verse 20. Ilikuwa inaendelea. La, hata kwa mkono wa nguvu. Na hata kwa mkono wa nguvu. Nami nitaunyoosha mkono wangu na kuipinga Misri kwa ajabu zangu zote. Naomba unisikize. Mungu anasema nami nitaunyoosha mkono wangu. Sikia kama kuna mtu ananielewa. Anasema nami nitaunyoosha mkono wangu na kuipiga Misri kwa ajabu zangu zote. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ni kweli wewe una moyo mgumu. Ni kweli wewe umekatalia watu wa Mungu wasiabudu Mungu. Ni kweli wewe umekuwa kizuizi. Hautaki, unasema tunakupigia kelele. Biblia inasema nami nitanyoosha mkono wangu nikafanya maajabu zangu zote, ili mkaelewe ni kweli kuna Mungu, ili mkaelewe kweli kuna Mungu, ili mkaelewe Mungu tunayemwabudu ni Mungu, ili mkaelewe tunayemuita mahali hapa ni Mungu. Anaweza akasababisha mambo yakabadilika. Ni kwa sababu gani? Amenyoosha mkono wake kwa huyo ambaye anafanya moyo wake kuwa mgumu. Nitakazofanya kati yake. Kisha nitakazozifanya kati yake. Kisha baadaye atawapa ruhusa kwenda. Biblia inatangulia kusema ya kwamba nami ninajua ya kwamba ana moyo, lakini maajabu ya Mungu yatasababisha inue mikono asema ondoka. Wacha nikuhakikishie, wale waliyesema utachenga watainua mikono yao wakasema huyu atachenga. Huyu ni mfanikiwa wa huyu, mbarikiwa wa Bwana. Huyu ni mtumishi wa Bwana. Mwacheni afanye kazi ya Mungu. Msimfuatilie, maana wataona mkono wa Bwana ukiwa juu yako. Hawatasema wewe ni mtumishi wa Mungu kama mkono wa Mungu hauko juu yako. Ni ngumu. Sio kama kuna mtu ananielewa hapo. Mkono wa Bwana ndio unafanya mambo kwa speed katika maishani mwako. Mkono wa Bwana ndio unafanya maajabu katika maishani mwako. Na angalia, Musa anatumwa kwa mtu ambaye aliyekuwa na moyo mgumu. Bwana Yesu asifiwe. Na kupitia moyo wake mgumu, Bwana akanyoosha mkono wake na akafanya maajabu zake zote. Akainua mikono. Wana wa Israeli walianza kutoka na amani ya Bwana. Nakwambia, ukiwa na Mungu, kuna mahali kunaonekana hakuna njia, lakini watakutengenezea njia wenyewe. Hao watesi wako waliokutesa watasema sasa wewe ni mtumishi wa Mungu, njia ndio hiyo ya kupita. Ni kweli walikuwa wameivuka, hauonekani kana kwamba utapita. Wacha nikuhakikishie, mkono wa Bwana ukiwa juu yako, atakaponyoosha mkono juu yako, na kuambia watesi wako watakutengenezea njia. Wamekuzuia utaweza kufanikiwa, wamekuzuia utaweza kuimba tena, wamekuzuia utaweza kuhubiri tena. Inakuhakikishia
akasema upite ukahubiri Injili, kwa sababu Bwana ameanza kufanya maajabu. Ninaomba Bwana akafanye maajabu katika maishani mwako, wakaelewa ya kwamba ni Mungu amekuitaniza. Wacha Bwana akafanye maajabu katika kazi unayofanya, wakaelewa ni Mungu aliyekuita. Wamekuwa wakikupenda kila mara, kila Sunday wewe ndio unapangwa. Mwambie Bwana hapana, ninaomba mkono wako ukashuke, unipatie nafasi nikakuabudu katika roho na kweli. Haleluya. Kwani wewe ni wa kupangwa, ndio unafanya kazi mzuri. Bwana Yesu apewe sifa. Mwambie Bwana, kama niliamua kukuabudu, basi nipatie nafasi ya kukuabudu. Nipatie nafasi tu ya kukuabudu. Hiyo nafasi ya Bwana anapokupatia, ukaifanyie kazi kwa bidii. Maana Mungu anafanya mambo yako kwa speed. Mkono wa Bwana unafanya mambo kwa speed katika maishani mwako. Pointi namba 2 inasema nami, yani mkono wa Bwana unafanya maajabu katika maisha yako kama mwanadamu. Hakuna siku maajabu yatatendeka kwa ng'ombe. Ng'ombe hawataona, nguruwe hawataona, simba hawataona, lakini ndio maana Bwana alikuumba kwa mfano wake. Na ndio maana anawaambia maneno haya. Misri wakati walipokuwa wanatesa wana wa Israeli, na ndio maana Bwana alimtokea Musa akamwambia nitakutuma. Musa alikuwa si mtu anajua kuongea vizuri. Musa alikuwa kwa lugha ya Kisungu, sio hiyo anaitwa stama. Sio kama ni hivyo. Stama na sini kweli. Bwana Yesu ambaye sifa kwa Kiswahili kigugumesi, ula mtu ambaye atoi maneno. Yani anaongea neno moja kwa mara moja, ukirudia anaweza kukasirika kumize kule. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu huyu unapocheka anaona ni kana kwamba umemcheka, kwa sababu amedelay kuongea maneno. Akapaka akamuuliza Mungu, na Mungu sasa mimi nitaongea namna gani? Anatumia ile chombo dhaifu kusababisha mambo katika maisha yako. Sema amen. Hajawahi tumia kitu kiko sawa. Si mfalme alikuwa na magari. Bwana Yesu asifiwe. Na Elia alikuwa na magari. Kile ambao tumesoma mahali hapa. Alikuwa na gari. Lakini Biblia inasema mkono wa Bwana ukaja juu, ukashuka juu yake. Bwana Yesu apewe sifa. Akajitia nguvu katika viuno. Ina maana kama alikuwa na nguo nzito akajipanga vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Akaweka oni wa maki. Haleluya. Akanyooka. Na gari zilitoka za mfalme mbio sana. Ni maoni, unaona polisi wametangulia mbele wanatengeneza njia. Na mfalme anakucha akikucha. Lakini mwanaume akatoka nyau. Na ndio maana nimetangulia kusema mkono wa Bwana unakupa kusifiki katika maishani mwako. Unakupa uwezo katika maishani mwako. Vile vilionekana vitafaulu vinafaulu. Maana Mungu ni mwaminifu. Sema amen. Point namba 3. Point number 3. Mkono wa Bwana ni mfumo wa kufanya ufike mahali haraka. Mkono wa Bwana ni mfumo, kwa njia nyingine ni system. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Mkono wa Mungu, mkono wa Bwana ni mfumo wa kufanya ufike mahali kwa haraka. Unajua mfumo ni kama hichi chombo ambao ni system imetengenezwa. Kuna mahali mawaya zimeanzia. Bwana Yesu apewe sifa.
ambayo zinaelekea mahali fulani, inapogusa mahali hapo inatengeneza inaongeza sauti. Hii ikigusa mahali hapo inasema inaongeza sauti nyingine, ikigusa mahali fulani inaongeza sauti nyingine. Yaani ni mfumo. Bwana Yesu apewe sifa. Ni system ya kusababisha mambo yako yaenda haraka. Hata kama lazima upate hii system, lazima utafika, maana mkono wa Mungu uko juu yako. Hata kama unaona system hii ni mrefu, ukiwa na Mungu, mkono wa Bwana ukiwa juu yako, ni mfumo wa kufanya ukafike mahali pale kwa haraka sana. Bwana Yesu asifiwe. Mkono wa Bwana ni mfumo ama ni system. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zaburi mlango wa 118 mstari wa 23. Mkono wa Bwana ni mfumo, ni system. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi mlango wa 118 mstari mdogo wa 23. Mstari mdogo wa 23. Ni mfumo. Yaani kuna mambo unayaona ni kana kwamba hautaona, ni kana kwamba yatafaulu, lakini yanafaulu kwa sababu ni system ya Mungu. Sema amen. Inapoanzia hapo, ana uhakika ya kwamba yatakuwa ni mshangao kwa watu wake. Sema amen. Yanaonekana ni kana kwamba yanafanya kazi polepole, lakini wacha nikuhakikishie, mkono wa Bwana ukiwa juu yako ni system ya kusababisha ukafaulu kila ambao ulikuwa unakitenda katika jina la Yesu. Umekaa chini kwa muda mrefu ukiwa unaandika nyimbo. Unaandika nyimbo kadhaa, hiyo kitabu inapotea ama hizo nyimbo zote zinapotea. Wakati mwingine unatoka katika ndoto umeimba hiyo wimbo vile ulipokuwa unaimba, unaomba Mungu kama ungekuwa kwa studio, hii naye ingekupatia pesa. Lakini kufumba na kufumbua macho hakuna. Ndio ulisiandika hicho kitabu, kiko mahali, lakini umefungwa macho uone, kwa sababu mkono wa Bwana hauko katika maisha yako. Sema amen. Kwa sababu vitu vingine unataka kuvichukulia vya kawaida, basi unaporuhusu mkono wa Bwana utafanya mambo yako kwa na mbio sana, utasababisha maajabu katika maisha yako. Mkono wa Mungu ni mfumo. 118 Zaburi 118 mstari wa 23. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Neno hili linatoka kwa nani? Kwa Bwana. Nalo ni la ajabu kwetu. Bwana Yesu apewe sifa. Hii system jinsi ambayo ilianza kutengenezwa, inaanza kusangaza watu. Wanasema anatengeneza nini hii? Hawaelewi ya kwamba hii ni njia ya kulifikisha mbinguni. Wanaanza kujiuliza maswali. Neno hili likawa maajabu kwa watu wa kawaida, likawa maajabu kwa watu ambao ni wale ambao macho yao yamefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maajabu. Maajabu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ili neno linaweza likasababisha maisha yako yakabadilika.